Safari ya maisha kwa kila mwanadamu imejaa milima na mabonde, na hii ni safari ya Mike Ian Tyson. Mike Ian Tyson alizaliwa nchini Marekani na alikulia katika mazingira magumu sana, mpaka pale alipokutana na kocha wake Cus D'Amato, ambaye yeye anasema aliona kitu cha tofauti sana ndani ya Mike Ian Tyson mpaka kumfanya akawa moja ya mabondia hatari zaidi kwa kutokea duniani, na alifanikiwa kuwa bingwa wa heavyweight duniani katika boxing akiwa na umri mdogo zaidi, umri wa miaka 20 tu. Staili zake za upiganaji zilikuwa za kitofauti zilizomfanya aache wapinzani wakiwa hawaelewi nini cha kufanya dhidi yake. Alitumia mtindo wa peek-a-boo, yani mikono usawa mashavuni, mwili kauinamisha kidogo, movement za kichwa za haraka sana kukwepa mashambulizi ya adui. Alikuwa na kasi kubwa sana, aliepuka ngumi kwa movement za kichwa, alipenda kupigana kwa ukaribu ili kumfanya adui akose pa kujitetea. Jinsi alivyokuwa anawapiga watu ndio ilikuwa kitu ambacho kinashangaza sana, kwani alianza mapambano kwa kasi, alishambulia mwili na kichwa. Alikuwa na nguvu kubwa ya knockout, yani kushambulia kwa haraka na kummaliza adui mapema. Wapinzani wengi walimwogopa, kwani mapambano mengi sana Mike Tyson alimaliza ndani ya dakika chache za mwanzoni. Mapambano kwa limeisha kabisa, na maana ni knockout. Lakini kuna tukio moja ambalo lilitokea katika mapambano ya Mike Tyson. Alipigana na Evander Holyfield. Pambano lilikuwa na mvuto mkubwa. Tyson alimng'ata sikio mpinzani wake. Anafikiri hii ilikuwa ni baada ya kuona mpinzani ni mgumu. Tukio hilo lilishtua dunia ya michezo na kumwekea taswira mbaya sana Mike Tyson kwa wakati huo. Matatizo ya nje ya ulingo yaliweza kumtoa katika reli ya maisha ya Mike Tyson. Alikumbana matatizo ya kisheria kutokana na matumizi ya madawa ya kulevya. Aliwahi kufungwa jela. Alipoteza sehemu kubwa ya utajiri wake kutokana na kesi zilizokuwa zikimwandama nje ya ulingo. Alijihusisha na matumizi ya dawa za kulevya kama nilivyosema hapo. Jinsi alivyorudi tena, hii ndio ilishangaza, namna mtu anavyoweza kuanguka na akarudi kwa nguvu kama alivyokuwa mwanzo. Alianza kubadilisha mtindo wa maisha yake. Alikubali makosa aliyofanya, aliingia kwenye biashara na vyombo vya habari na kuwa akishiriki katika midahalo mbalimbali. Alijenga upya na kurejesha heshima yake. Funzo la maisha yake ni nini Mike Tyson? Mafanikio yake hayatoshi. Maamuzi mabaya yanaweza kubadilisha maisha. Mtu anaweza kuanguka na bado akasimama tena.